Hasira hizo kutoka kwa wakazi sehemu hiyo ya Harare pale jijini, ambapo kufikia hivi sasa tunaarifiwa hali ni tete katika maeneo ya miji, huku uchaguzi huo ama matokeo ya urais yakiwa bado hayajatolewa. Lakini kama nilivyokuelezea, upande wa chama tawala tayari kinaongoza kikiwa na wingi wa viti katika bunge, huku chama kile ambacho cha upinzani kikiwa na viti kidogo tu. Pia tunapata taarifa kwamba jeshi ni kana kwamba limeamriwa kuingia mjini na kusaidiana na maafisa wa polisi kutuliza hamasa hiyo kutoka kwa wenyeji. Mtazamaji, tuendelee na taarifa ambayo sasa ndio itakayokuwa tunatengeneza kipindi chetu siku hii ya leo, ambapo ni tukio la jana na serikali ya kaunti ya Mombasa imelalamikia hatua ya askari wa baraza la jiji kupigwa risasi na kujeruhiwa na mmoja wa maafisa kutoka gereza la Shimo la Tewa hapo jana mwendo wa saa 1:30 usiku. Inadaiwa kuwa askari huyo kutoka kitengo cha magereza na ambaye hakuwa amevalia sare rasmi za kazi alitaka kwa lazima kuingia kwenye barabara wakati wa msongamano, na katika hali hiyo afisa huyo alichomoa bastola na kumjeruhi afisa wa trafiki kutoka katika kaunti ya Mombasa ambaye alikuwa akidhibiti hali. Hata hivyo, kamanda wa polisi katika kaunti ya Mombasa Johnston Ipara amelaani vikali kitendo hicho na kuahidi uchunguzi na haki kupatikana kuhusiana na tukio hilo. When these things transpire, they start building up some things that are not supposed to be there. And yet we are looking and we are focusing together with the police here and all other agencies. We are focusing for the best interest of Mombasa. So I hope that my colleagues here will do a thorough investigation on this matter and hold that person accountable for the event that transpired yesterday. I don't want to speculate and start finger pointing, but as a county representative, and that is one of my officers, I am going to make sure that the person that did whatever he did, that is, if it's wrong, then he should be held accountable so that we can continue with our work with the fellow colleagues from different law enforcement agencies to look for the best interests of the whole county in general. Immediately, officers were mobilized, and one Samuel Umita, who is a warder stationed at the Shimo la Tewa prison, who had a weapon, used the weapon for reasons more unknown to him. And as a trained officer, we say he understands the circumstances and the time when he's supposed to use a weapon. And immediately what we directed the DCIO to open an investigation in that incident that led to the shooting of Patrick Omondi. And I want to assure the public and the county officials we are at a stage to conclude our investigation, and before 9 tomorrow you will get to know the position that we are taking. And as a professional service and as a service that is assigned responsibility to protect the life of the Kenyans and their property, that we condemn the unfortunate incident yesterday, and nobody, take it from me, nobody will stand on the way with the intention to compromise the process of investigation. Mtazamaji, leo mahojiano yetu kwenye Leo Sheria tunaangazia tukio hili ikiwa ni mojawapo tu ya mifano ambayo tueleza kuinakili jana. Ni kwamba mtumiaji mmoja barabara alishindwa kuvumilia, hamaki kampanda, akenda akamkabili mdhibiti wa barabara. Hapa tunazungumzia wale traffic marshals ambao wako katika baadhi ya maeneo ambao kuna misongamano mirefu ya magari katika kaunti ya Mombasa. Sheria inasema nini kuhusiana na swala hili la mtu kutoka kupiga mtu risasi na kwenda zake moja? Alafu pia tunaangalia katika wale ambao wanaotumia barabara. Kwa mfano, pia tutaingia kwa wale wahudumu wa matatu mara nyingi, manake wao ndio wanapandisha wengi kuwa na hamasa kutokana na utepetevu ambao wanautekeleza wao katika barabara hapa nchini Kenya. Karibu sana wakili George Kithi katika kipindi chetu siku hii ya leo. Umesikia ile kauli, hili ni jambo ambalo limetokea katika kaunti ya Mombasa
na hivi sasa tunavyozungumzia ni kwamba uchunguzi unaendelea na vitu kama hivyo. Hapa ni ipi njia inayostahili kufuatwa kuhusiana na tukio kama hili kisheria? Na kwanza ni kwamba ni jambo ambalo linatatanisha kwa sababu hawa wafanyikazi wa trafiki ama traffic marshals wakiwa katika miji mikuu huwa hawana silaha. Kwa hivyo wao hutumia tu ule ujuzi wao waliopewa, lakini hawaambatani na silaha zozote. Kisa hiki pia labda kinatatanisha zaidi kwa sababu yule aliyekitumia akawa ni askari ambaye anapewa mamlaka hao ya askari kwa sababu ya kulinda mtu kama huyo. Na tatu ni kwamba askari yoyote kwa ujumla ukiangalia katika mafunzo yake ni mtu ambaye anadumisha utulivu sana. Anaweza kukaa kwa jua miaka mingi, akalinda usiku kucha, akalinda asubuhi mpaka jioni, kuwasimamia wakubwa, wengine hata wako kwa vileo, kisha akawa bado na hudumu kwa kazi yake. Kwa hivyo sidhani kwamba ana sababu nzuri ya kuwa na hamaki kwa sababu ako ndani ya trafiki. Ni ufidhuli mkubwa sana ambao hawezi kukubalika. Lakini katika kulikimu jambo hili kwa maadili ya kisheria ni kwamba kwa mtu wa kawaida huwa ni tofauti na hatua zinazochukuliwa kwa askari. Kwanza askari huwa wana itikadi zao na sheria zao ndani ambazo uchunguzi wao unachukuliwa. Lakini kwa sheria za kawaida pia atashtakiwa. Uchunguzi ukimpata kwamba amefanya uhalifu. Kwa mfano kosa la kwanza ni kwamba ametumia silaha vibaya. Aidha silaha hiyo ikawa ni ya serikali, kwa hivyo ametumia vibaya kwa sababu amepewa ruhusa ya kutumia bunduki ikiwa na risasi. Ikiwa kwamba ni silaha ambayo hata yeye mwenyewe hajaruhusiwa pia kuitumia, kwa sababu sidhani wengi wao hasa askari wa magereza wako wanaruhusiwa kubeba silaha kama hizo, kwa sababu kazi yao kawaida ni ulinzi katika magereza. Wakitoka basi washaachana na kazi zao. Labda kuna sababu nzuri ya yeye kubeba ile silaha. Alafu pia alikuwa amevalia sare rasmi tu, hakuvalia sare rasmi za kazi. Ndio. Kwa hivyo inaonekana kwamba amebeba hiyo silaha. Swali ni atabebaje silaha ikiwa utendakazi wake haujaruhusiwa wa kufanya kazi nje ya eneo la magereza, kwa sababu wale wafanyakazi kwa maeneo ya magereza huwa mazingira yao ni yale. Lakini pia tuseme hivi kwamba ukimudhuru mtu yoyote, sasa ikawa kwamba ni mwananchi yoyote, inategemea ni madhara gani uliompa yule mtu ama umehasiri kivipi, kwa sababu huwa yana ngazi tofauti. Kuna kule kumhasiri mtu kawaida, kwa mfano ukiwa na makucha marefu ukamgwakura kwa uso, basi akatoka damu kidogo, ikawa ile ni makosa madogo. Kwa hivyo mtu hufungwa hata mwaka mmoja, faini labda 20,000. Kumkwaruza kwa makucha, damu itoke hata kama haijatoka, kwa sababu uweza kumpiga mtu kofi ikawa kwamba hata toka damu lakini akafura. Ndio. Mtu huyo huwa kwa kawaida anaenda kwa uchunguzi wa kidaktari, kwa sababu lazima mtu apate stakabadhi ya daktari ya kuonyesha kwamba aliumia. Ikawa ni makosa yanaitwa assault. Makosa hayo ni thibiti inatoka kwa daktari. Kwa hivyo hakuwezi kuwa na makosa ya assault bila thibiti ya daktari au stakabadhi ya kuonyesha kwamba mtu huyo aliumia. Aidha aliumia kwa nyama ambao ni soft tissues, aidha aliumia kwa kuvunjika mahali. Kwa hivyo ule undani wa ile hasara aliupata vile ulivyomhasiri ni tathmini ambayo itafanywa na daktari. Katika ile stakabadhi inaitwa P3 huwa ina vitenzi tofauti. Kuna harm, kuna grievous harm. Kwa hivyo huwa daktari anapigia labda duaradufu pale mahali ambapo mtu anaonekana amehasiriwa. Kwa hivyo lazima mtu apate cheti kinaitwa P3, kisha ionyeshe makosa ambayo yametendeka ni gani, kwa sababu makosa hayo yakawa ni makosa yale madogo, labda kumkwaruza mtu, kumuumiza tu nyama, ama ni kumhasiri kwa kina, kwa sababu labda amedungwa kisu, kama vile huyu amepigwa risasi, na adhabu yake ikawa kali zaidi. Mengine ikawa ni miaka 7, mengine miaka 10. Kwa hivyo mazingira inategemea ile stakabadhi ya P3 vile itakavyoashiria. Kwa hivyo mtu yeyote atakayedhulumiwa kwa kuhasiriwa na mtu mwingine ni muhimu aende hospitali
ili mradi kwamba kama hatua zitachukuliwa, hatua zote, aidha pia kama mtu atataka pia kufidiwa kwa sababu vile alivyoumia, lazima ile stakabadhi ya P3 uchunguzi wa daktari uonyeshe aliumia kivipi. Ndo hapo pia ile makosa tathmini itatokea kwa ule uchunguzi wa daktari vile ulivyoweza kuashiria. Kwa hivyo ni kusema kwamba kwa makosa haya lazima kwanza aende hospitali atibiwe, kisha baadaye zile karatasi stakabadhi zote alivyotibiwa, kama ni risasi ilikuwa mwilini ikatolewa, iliingia kwa upande kwa undani gani, baadaye ndio ikawa kwamba kama ni hatua zichukuliwa zitachukuliwa kwa minajili hiyo ya ashiria za daktari. Polisi anaposema kwamba uchunguzi zaidi utafanywa kuhakiki tukio hili, hapa huwa anamaanisha nini? Maana yake tayari pale kuna mtu ambaye ameathiriwa na tukio lile sehemu ile. Naam, anamaanisha kwamba huwezi kuchukulia hatua mtu za kuhasiri mwingine ambao ni assault charge bila kujua, bila kumpa daktari nafasi ya kuweza kutathmini ile hamu ama ni athari gani mtu amepata. Bila hiyo huwezi kwenda kotini ukasema ni makosa gani yaliyotendeka, kwa sababu kuna grievous harm, kuna actual bodily harm, makosa yaliyomdhuru mtu mwili kisha yamemdhuru kwa kiasi gani, aidha kwa kiasi kidogo ama kwa undani zaidi akamhasiri. Wengine wakavunja viungo, wengine kuna ile permanent disability ambao ni ulemavu ambao hauwezi kupona. Ndiyo. Kwa mfano mtu akawa kiwete ama mlemavu baada ya kuhasiriwa na mtu mwingine, ikawa kwamba makosa pale ni tofauti. Kwa hivyo pia adhabu inalingana na yale makosa yatakavyotathminiwa. Kwa hivyo kumpa nafasi mtu kwanza kutibiwa kisha daktari kujaza, ndo hii nafasi ambayo siku ambazo uchunguzi ndio kufanyika. Kwa hivyo ndio stakabadhi ama ushahidi unaweza kuchukuliwa kwa muda tu, lakini itabidi wamiliki yule mtu alihasiri mwingine kwa muda, ili mradi kwamba iweze kutathmini, kwa sababu mtu anaweza kufa baada ya hapo. Ukawa kwamba ataenda hospitali ndio alivyopigwa risasi, lakini baada akifa sasa ikawa kwamba inageuka ikawa kwamba si kumhasiri peke yake, amesababisha kifo. Kwa hivyo yale mashtaka yatakuwa ni ya kumuua mtu mwingine. Kwa hivyo ni muhimu kwamba muda uchukuliwe wa uchunguzi wa kupeana nafasi ya kujua ile hasara ambayo imepatikana na amemhasiri vipi yule mwingine. Mwisho kabisa, muda uko nasi, lakini kwa yule ambaye ameathiriwa sasa, muasiriwa, kuna malipo yoyote atapewa? Kuna fidia yoyote atapewa kutokana na ile jeraha ambalo amepata? Kwa ujumla, mtu akihasiriwa kimakosa, kwanza ni apate zile stakabadhi ambazo nimezitaja. Pili, baada ya kutibiwa, zile stakabadhi za tiba ambazo tunazita treatment notes lazima azichukue, ili mradi kwamba ziweze kumsaidia katika kutathmini ni ameumia kwa kiasi gani. Kwa kawaida madaktari huwa wanaelezea kama mtu kwa mfano ameasiriwa na amelemaa, ile degree of disability ambao ni kiasi cha vile alivyohasiriwa, ikiwa kwamba kwa maisha yake yote kwa mfano atataka kuhudumiwa na mfanyakazi, ikiwa kwamba yeye kama kwa mfano ni mwalimu hataona tena, ikiwa kwamba kama ni dereva hawezi kupeleka gari tena, kwa hivyo ile pato lake hawezi kuendelea na kazi. Kwa hivyo ni hasara gani kulingana na mazingira ya mtu mwenyewe. Ikiwa utahasiriwa kwa mfano ili huwezi kuongea na wewe kazi yako ni kuongea, ikawa kwamba hapo pia ile disability ama ule ulemavu umekuhasiri pia katika maisha yako ya kawaida. Kwa hivyo huwa ukienda kwa kushtaki, koti itakupatia fidia kwa ujumla kulingana na hasara uliopata. Safi kabisa. Kumalizia kwa mwananchi, kwa manufaa ya mtazamaji hapa, iwapo atapata tatizo kama hili, ni hatua gani ya kwanza kufanya ili kuendelea, iwapo kutakuwa na kesi ama kupeleka na hospitali na kadhalika? Kumetokea kitu cha kufanya ni nini kwanza? Inategemea. Ikawa kwamba hasara nyingine zinamtishia maisha, life threatening, kwa hivyo lazima uende hospitali kwanza ili ile first aid, huduma ya kwanza waweze kukumudu. Kisha baada ya hapo ni muhimu uende kupiga ripoti ili uweze kuratibiwa, ni kisa cha kuratibiwa kwa kituo cha polisi ambao tunaita OB. Baada ya kusajiliwa katika OB utapewa stakabadhi ambao utaichukua kuipeleka kwa daktari wa serikali, yani wa polisi, kujaziwa
kwa ile stakabadhi inaitwa P3. Baada ya hapo sasa ndo utarudi ili uchunguzi uweze kufanywa na hatua ziweze kuchukuliwa. Ni muhimu kwenda kwa daktari kwa sababu ni vigumu kutathmini makosa yaliyotendeka bila ya daktari kurekodi ndani ya P3 ni makosa gani ama ni makosa gani yaliyofanyika kwa kutathmini ile hasara ama mtu alivyohasiriwa. Hapo ndipo ambapo kulingana na ile stakabadhi inaitwa P3 makosa yataweza kupatikana kwa kile kitabu ama sheria ambayo inaitwa Penal Code na mtu ataweza kushtakiwa. Safi kabisa. Na imani mtazamaji mpendwa, umeweza kupata mwelekeo wakati unapotokea na ajali, wakati unapotokea na masuala kama ambayo tunazungumza, jamaa anadhuriwa kupitia polisi ambaye amempiga risasi pale na akapata majeraha. Ni hatua gani unafaa kufanya kwanza ili kuhakikisha kwamba unaelekea mwelekeo mzuri, iwapo kama ni kuanzisha kesi na mambo kama hayo unakuwa unafuata vile ambavyo inavyohitajika. Asante sana wakili George Kithi kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada, tunakamilisha kipindi chetu kwenye mahojiano haya ya Elewa Sheria ambayo anakujia kila siku ya Jumatano tukiwa naye wakili George Kithi. Kesho pia ni siku, naomba tukutane tena. Kifuatacho sana kipindi cha The Big Story ukiwa na mwanahabari mwenzangu Ibrahim Yusuf ambaye atakuwa na kiongoza. Salia nasi.